hata huyu kuja kupatikana hapa hatujatumia dawa yoyote, ni maombi. Labda Mungu alitusikia maombi yetu na akajibu kupitia kwake. Tunaamini hivyo. Mpenzi mtazamaji wa Get a Point, Cyprian TV na Nyabende the President, leo hii tumeweza kutembelea familia moja kutoka Samba Village, Bomachoge, Borabu constituency, ambapo tumeona video imekuwa ikitrend kwamba kuna mwanaume mmoja ambaye inajulikana ama inasemekana kwamba alikuwa mchawi. So tumeweza kufika kwa hili boma tuweze kuongea na familia yenyewe iweze kutuelezea kulikuwaje. Je, haya mambo ni ukweli? Mara mingi tumekuwa tukisema kwamba uchawi haupo, especially wakati tunaongelelea eneo la Kisii ama eneo la Kenya mzima. So tuko hapa na familia, ningependa wajitambue majina angalau waweze kutuelezea ilikuwaje, kwa maana tumesikia yule mwanaume ambaye alikuwa anasemekana kuwa mchawi hapo baadaye aliweza kuaga. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Tom Onderi Angasa. Hapa ndio nyumbani. Asante sana kwa kutembelea. Na hayo yote yalitendeka hivyo vile mlijulishwa. Na ni vizuri mmekuja kwa hii boma letu ndio mpate habari kamili. Sasa ilikuwa it was on a Thursday night. Ilikuwa around saa 6 ya usiku. Ndio tukasikia wajamaa wametutembelea kwa boma. Lakini vile waliingia kwa boma, sisi hawakutuliza sisi, walikuja tu. Ndio tukasikia kama kuna watu nje ya boma hapo. Kwanza walianzia kutoka nyumba yangu kwanza, ndio wakaingia nyumba ya mtoto, mwisho wakakuja kumalizia nyumba ya ndugu yangu hapo. Sasa vile tulisikia hivyo, bila shaka ni kuamuka tu tujue ni nini inaendelea nje. Sasa kusikia kidogo tu tukasikia mayowe kutoka kwa ndugu yangu. Ndio tukaamuka, tukafika hapo, tukapata wamepambana na jamaa mwingine mkubwa mrefu. Na kwanza kabisa tulisuspect ni mchawi tu, hakuwa na manguo, alikuwa na nguo tu ka shirt tu. Lakini hiyo shirt tu peke yake, mahali kwingine alikuwa uchi kabisa. Ndio tukajaribu, ni kama walikuwa wengi, hakuwa yeye peke yake. Lakini yeye mwenyewe tu ndio tuliweza kushika. Alafu akajaribu kunasisti, akajaribu hata karibu angepiga hata huyu ndugu yangu panga. Lakini ikakuwa ndugu yangu ametangulia kumpiga ile kachupa alikuwa nayo, alikuwa nimetoka nayo nje. Sasa ndio hata sisi tukakimbia, tukaangalia, tukapata ndio huyu, tukajaribu kusaidia ndugu yetu. Ndio tukakamata yeye, tukamweka kamba, tukamfunga hapo. Ndio watu wengi. Kelele ikakuwa, watu wakakuja tukasaidiana na wao. Lakini tukasema kwa kimila hatuwezi mwaga damu kwa boma yetu. Lazima tupigie security ama chief wao wakuja kumtoa hapa kwa hii boma. Hapo watu walijaa hapa sana wakitaka kumuua, lakini tukajaribu kuwakataza. Sisi tena ndio tulikuwa sasa ndio tulijaribu kusaidia yeye kabisa. Mpaka wakati chifu alikuja, wakamtoa na huko nje, wakaenda na yeye. Sasa ilikuwa ni kazi ngumu, lakini tuliona maneno haya hatujaiona. Yeye mwenyewe alikuwa na vitu zake hapo, alikuwa na madawa zingine na vitu zingine hapo. Alikuwa na hii mbegu ya avocado, alikuwa amechimba kashimo hapo hivi, ameweka madawa mingi sana hapo. Na hapo kwa mlango ya ndugu yangu kuna kipanga alikuwa nayo, alikuwa anajaribu, ni kama alikuwa anajaribu kuchimba hapo ndio aweke hizo vitu hapo tu kwa mlango. Kuja akapelekwa. Tulisikia alifika
mwingine akaenda akakufa. Pole sana. Pale mtandao tumeweza kuona watu wakidai kwamba alikuwa ni clan elder Omoturet. Yes. Ni clan elder, sio wetu wa pande hiyo nyingine. So is from another village. Ametoka Mosovet village. Mosovet. Ningependa kuwaulizia maswali mawili matatu. Umesema alikuwa ameanzia kwa boma lako. Pale kwa boma lako, wakati mara mingi tuseme umekuwa ukisikia kuna watu wanakuja, maybe vitendo ambavyo wanafanya nyinyi mnavisikia ni vitendo kama aina gani? Sasa unajua mimi sana sana tangu niingie kwa ile boma, tangu nikuje sikai hapa nyumbani, lakini tangu nikuje nimesikia hiyo, nasikia tu watu wakitembea usiku kwa boma. Hata tukiamuka ndio nauliza, nyinyi mnasikia ama mimi ndio nasikia vibaya? Kila mtu ana complain. Sasa ilikuwa ni kama tunasema siku ya mwizi ni 40, lakini mchawi siku yake ni ngapi, lakini ilikuwa ni siku yake. Sasa huwa wanakuja. Tuseme walianza kukuja lini tangu wamie hili boma? Kitambo sana. Huwa tunasikia tu. Tunasikia na tunaelewa kuna wachawi, kuna waisi. So huwezi jua huyu ni mwizi yako nje ama ni mchawi. So it was unfortunate. Hiyo siku ikakuwa ndugu yangu ametoka nje haraka, na ikakuwa yeye ni mtu anajiamini sana. Ni kama aliona hiyo madarau wako naye, aliona hata huyu akikuja hawezi kumfanyia chochote. Mtu uko kwa boma ya wenyewe, umesikia tu mtu ametoka nje, na labda kuna wengine mko na wao wametoroka, wewe umepaki tu na hiyo pango, si hiyo ni kujiamini tu. Lakini Mungu naye sio binadamu. Labda pengine kwa watazamaji wetu wangependa kujua, nyinyi kama familia, kuna kisa kimefanyika katika boma hili mkafikiria pengine ni mambo ina uchawi, vitu kama hivyo? Isipokuwa hiyo tunasikia tu kuna watu wanatembea usiku. Sisi tunaamini tu kuna uchawi, na kwa vile vitendo tunaona hapa nyumbani, mambo ya ugonjwa ile hata haieleweki ni ugonjwa aina gani. Sasa tunaamini kuna uchawi, na kuna watu labda wanatuendea sana. Pengine mumewahi itisha maombi at least waweze kuwaletea maombi katika hili boma? Maombi sisi wenyewe ni watu wasikie, kwa hivyo tunaamini kuna Mungu, na kanisa wakikuja lazima wafanye maombi na wakemee vitu kama hizo. Hiyo siku wakati mlitoka nje mkampata, umesema alikuwa na madawa. Pale mtandao tumeona kitabu. Hiki kitabu mliweza kuangalia yale majina, mkaona maybe pengine familia hii ilikuwemo na watu walikuwa kutoka eneo hili ama walikuwa wanatoka mbali? Sana wakati walijaribu kuangalia hiyo, waliona kuna majina ya watu ilikuwa hapo, lakini hatukuelewa hiyo majina ni ya nini ameandika juu haikuwa na headline. Ndio tulishindwa kuelewa hiyo majina ni ya nini. Juu kuna watu wameandika kataa kutoka ile kila mahali. Kuna watu wa Kirongoroli, kuna watu wa Metembe, kuna watu wa Saikisake na huko tunaona huko. So headline yenyewe hatukupata ilikuwa ni ya nini, lakini hiyo majina iko. Pengine hao watu wa village waliweza kumuulizia before sasa kuja kufamiwa na wananchi? Jamaa mwenyewe hakuwa anaongea. Hata ukifanya nini, hata ukimpiga namna gani, aongei. Kama angekuwa anaongea labda angetuambia maneno mengi. Lakini hakuna kitu alikuwa anaongea. Aongei kabisa. Mpaka wakati ndugu yangu alikuja kumpembeleza saa zingine, ndiye alikuja kusema eti hapa kwa hii boma nimekuja zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili. Unaona? Hiyo ndio tu kitu aliongea na akanyamaza hivyo tu. Wewe ni ombi gani uko nalo kwa Wakenya, ama ni jambo lipi uko nalo kwa watazamaji wetu? Mimi naweza sema hivi,
let's say young generation now wasikubali mambo kama hiyo. Kama kuna papa wao, tuseme papa wao ama mama akona kitu kama hizo, usikubali kupewa vitu kama hizo. Sasa kitu kama hiyo ni kitu inakuja kukuharibia maisha yako, na hiyo ni kitu hata labda kama vile ilikuwa imepita saa hii na wakati. Saa hii inafaa tuangalie mbele, tufanye maendeleo, tuchenge nchi yetu, sio mambo na maneno ya uchawi. Haya, na kitu kama hiyo ni kitu inaleta maendeleo nyuma juu. Mchawi hawezi kubali mtoto aendelee ama asome vizuri juu yeye ako against mtoto wako. Kama anasoma, yeye hataki huyo mtoto asoma aendelee. So ni kitu haileti maendeleo. Hapana. Okay, asanti mtazamaji wetu. Huyu ni ndugu wa huyu hapa ambaye ameweza kutuelezea vile hiyo siku mambo iliweza kufanyika. So tutaongea na huyu ndugu yake mwingine pia tuweze kusikia akona yapi ya kutuelezea. Asanteni sana kwa nyinyi kuja kututembelea siku ya leo. Yangu sitakuwa na mengi juu ndugu yangu nimewafahamisha venye iliendelea. Na wacha niseme mimi, kwa sababu huyu akai hapa anakaa Nairobi. Mimi sana sana ndio niko nyumbani. Sio mara moja tumejua eti watu wanakuja. Iko kipindi unaweza kuwa umefunga huko, kesho ukiamka ushtukie mtu amekanyaga sehemu nyingine, ni kama alikuwa kwa pombe. Na kuna mkuko huwa wanagonga saa zingine, lakini usiku. Hata kama hatukuwa tunaona mtu akigonga, kuna sauti ya kugonga na kuangukiwa. Sasa sana sana hata mwenye alikuja kuongea mtoto wa hii nyumba aishi hapa, mtu ako shuleni kwa college, lakini wakati huu aligonga. Akishagonga kwa ndugu yangu, alikuja kugonga hapa mpaka ikapiti mtoto atupigie simu usiku atuambie kuna mtu nje. Lakini mimi nikamwambia kwa sababu atakuja kwa nyumba kukutoa wela. Ni kama huyu alisikia hiyo simu ikipiwa, akaruka the other side kwa ndugu yangu. Sasa kuingia huko ni kama aliingia achifiche, lakini akagonga zaidi mpaka akaamusa yule kutoka kwa usingizi. Ikapiti yeye amuke. Bado kijana alikuwa ameamua atoke nje kwa sababu alisikia ni mtu. Hapo atoke, yule ametoka. Yule kutoka kwa sababu hapa kuna stima, kulikuwa kumeng'ara hapa. Lakini pande ile ya nyuma si unaona hiyo ndizi iko. Yeye akaamua kusema huyu hawezi kuwa hapa mbele. Ni kama akikuwa ni mtu lazima achipize hapa akasunguka pande ile nyingine. Kukanyaga hivi akasikia kama ni mtu ameenda zaidi hivi. Tena akarudia hapa hivi. Kurudia pande nyingine wakaconfront. Confront hakumpatia muda. Si yako na juba na ni usiku. Ile kitu alifanya akamchapa chupa. Kumchapa chupa yule akasiwa na kisunguzungu hivi. Kutaka kwenda kuanguka, huyu akashika yeye. Kitambazike yeye, kijana ameamuka akasikia kama wanafurutana. Hakuna sauti saa hiyo. Wanafurutana lakini kila mtu amekimya. Ukisana akaruka hapa. Kufika hapo akaona ni watu wanasusana. Yeye alikuwa na fimbo. Kumchapa. Sasa ile nguvu ikarudi chini kidogo. Na kuna kijana mwingine kwa hii nyumba huyu, ndugu yangu. Yeye kusikia hivyo akafungua
kufungua mlango kutoka nje, akakuta ni vita iko kwake na ako amechua. Sasa vile walifika hapo wakamshika, ndio sasa wakaitana. Akasema mchawe. Ikabidi mimi sasa niamke kutoka hapo. Kufika hapo nikakuta ni mtu mmoja na ameshingirwa na hawa watatu. Lakini ako naked. Half naked kwa sababu ni shati peke yake ako nayo. Na ni mzee mnono. Kile nilifanya ni kukimbia back kutafuta kamba. Nakuja nikafungua nyumba ya mbuzi huko, nikatoa moja kamba, nikarudi huko, nikakuja nikafunga yeye kama wamemshika. Kumshika sasa, wacha tujaribu kumuongeleza. Aongee. Tujaribu kumchapa, bado anakuangalia hivi, anaangalia chini. Na kuangalia, anaangalia chini. Sasa ikabidi sasa nitafute mbinu. Nikapigia chief mwenyewe wa location. Nikamwambia mimi naona ni kama Colonel Dawako wako hapa. Na zaidi ni usiku. Na ako uji. Na hata kuongea aongee. Sasa jaribu ukuje umuone. Sasa utuambie tutafanya nini, kwa sababu sio mtu anaongea mnaweza ongea ujue nini ameleta yeye. Saa hiyo tumeongea hivyo, nimepiga simu. Wacha tujaribu kusukuma yeye nyuma. Tufunge yeye mahali. Tuongoje. Tukakuta makaratasi yanaanguka kutoka kwa sati, vitu zingine hivi. Hatukuwa tumejua kama kuna zingine zimeanguka pande hiyo nyingine penye ametokea. Sasa vile tulingangana, akili yetu yote ilikuwa tumsike kabisa asie. Sisi pia tulikuwa tunaogopa kwa sababu hakuna siku tumeona mjao. Na tuliona kama ni kitu ya ajabu sana. Lakini ikawa sasa ile simu nimepigia Jeep, amepigia pia Cranielta, the next from the other side Musovet. Muda kidogo hivi huyu akaingia. Kuingia tukamwambia sasa, angalia ndugu yako ndio huyu. Yeye wacha ajaribu kumuongeleza. Anamjua na hawezi kumuongeleza. Mpaka yeye pia akashindwa. Kapigia chief akamwambia sasa, nimepata ni mzee Kaumba ako hapa na ako uji na ongea. Sasa ikabidi yule akanipigia akaniambia sasa weka yeye. Mchunge yeye mpaka karibu saa 2 nitakuja. Ikabidi tena tupigie assistant chief. Sasa kabla assistant chief akuje. Si huyu tumemzika peke yake akiwa peke yake. Lakini kama wengine walikuwa lakini wametorokea the other side. Hapo sasa muda kidogo tu tulimshika saa 6:15. Kitu kama saa 6:30 around nusu ama 40. Bibi yake ndio huyo na bibi yake sasa akaingia na nguo saa 6:30 kwenda hapo. Ni bibi yake alikuwa ameshapata habari kwamba bwana yake amepatikana. Sasa hii repeat nimuulize. Hii pali ya huyu mzee imekufikiaje? Tumemzika hapa saa 6 akiwa peke yake. Saa 6 sharp. Na tutakupigia ama tukujulize juu yake eti yako hapa. Eti ameshikwa pande hii. Nani amekuambia? Kafanya kamwambia sasa rudi na nguo zako uweke mpaka ukuja hapa saa 2. Akarudi, lakini sisi kama binadamu tukaona ni kama walikuwa pamoja. Akaruka, sasa akajua huyu amefika. Sasa ni kujifanya anajua. Sisi ikabidi tufunge yeye kabisa, tuchunge yeye. Mpaka assistant chief akuje. Lakini kabla akuje, yule Cranielta mwenye alienda akaenda akamuza watu wa kwao. Sasa watu wala aliamuza, wengine wamepigia wengine masimu. Sisi pia tumepigia wenzetu kwa ngambo ile simu. Sasa watu wameanza kuja.
kuelekea kitu saa 10 hivi makirani yetu wengine wamekufa. Sasa wamekuwa wengi. Sasa mtu anasema tumchape ndio ongee. Akichapwa kuna kuongea anaongea. Unamchapa anakuangalia hivi anaangalia chini. Kapili sasa tupige mapicha. Kuna picha tumepiga hapo. Akiwa uchi. Kiwa hivyo tulisema hakuna mtu atawekea kitu ama zuka ama nini. Atakaa hivyo kama evidence. Ikapiti sasa tuchunge kabisa. Ikafika mpaka kumepambasuka sasa inaelekea saa 11, saa 12. Sasa mjibu akakuja. Anajaribu kumhoji aongee. Hata akimzunguza namna gani aongei. Tukasema sasa wacha tuongoje mpaka saa 2. Ndio hata gari ya polisi kuje mchukue kwa sababu tuliona ni mjawa. Sasa vitu imeanza kuonekana hii majina ya watu wameandika. Kimuuliza akueleze tukashindwa kuelewa. Sasa tukaelewa tu ni mjawa. Tukiangalia hii madawa alikuwa naye ni mjawa, lakini hatukushika yeye tu. Tuangalie pande nyingine kama kuna nini kwa ndani. Si tumekaa tu. Chifu amekuja, amepiga simu Kenya. Sasa Ozieza amekampigia toa yeye kwa poma, leta yeye kwa barabara gari miguu. Kutolewa hapo hivi. Kwenda huko kwa barabara. Sasa watu wamejaa. Kumbe watu wa kwao wanamjua ni mjaa. Unasikia mtu kila mtu anasema, "Ai, mnaacha yeye aende bwana. Unajua ametusumbua." Sasa watu wa chake sasa wanatuuliza hata nini wajaa. Kwa nini sasa mku wao mtu? Tukamwambia damu yetu si ya kuua. Ijawahi kuua. Hata vile tutaanza tu. Kama kwenda hapo mkae, wacha sisi tuende. Kisha tusindikiza yeye. Mtu kidogo, si wako na chief. Na gari ya polisi imekuja ndio hiyo. Kufika hapo kwa barabara karibu na gari. Waambia maswali mkae hapo mmalize. Muongoje tumalize mpaka. Raia. Sasa raia. Raia ndiye aliua huyo mzee. So tuseme raia walimuulia hapa, si vile watu wanasema alikufia hospitali ama mara jela. Alipiwa hapo akapaki tu, yani ni ile. So bado mpaka wakati alikuwa hapo kwa barabara hakuweza kuongea jambo lolote. Hakuna kitu anapiwa akinyamaza. Hakuna kitu anaongea. Yeye kuwekwa hapo kwa gari aliwekwa, lakini bado alikuwa amesitiwa. Kufika hospitali Kenya hata daktari alikimbia kuambia kufika hapo kwa kitanda. Mwacha sasa kumtoa isati ni sati tu. Angalie. Alikutana na kitu kingine amewekelea ndani mpaka akasema ai. Hapana, akaacha hiyo. Muda kidogo tu alikufa. So tuseme hapo kwa barabara pengine bibi yake aliweza kuonekana hapo. Alionekana na kukimbia. Hapo kwa watu wakamwambia hata wewe kuja. Akakimbia. Kaenda. Na ikiwa yeye hakuwa mchawi, si wakati tulimshika si angeongea. Mimi ni mlevi ama nini? Hakuna kitu aliongea. Maji ni mpaka hiyo muda yote kuanzia saa 6 mpaka saa 2. Sangekuwa hata ameongea. Sasa hapo ndio ikafanya sisi tuamini ya kwamba huyu ni mchawi. Na bibi yake kuonekana kwa boma after bwana kushikwa akakuja immediately. Sasa tulimshuku pia yeye sio mtu mzuri. Na baadaye sasa kwa sababu wakati huu hatakuwa sasa tuzunguke tujue nini ilikuwa inaendelea kwa boma. Si alikuwa nakapanga hivi. Na kuna kitu aliacha hapo ile ndugu yangu amekwambia. Kumbe wakati huu alikuwa amepitiza madawa kwa nini? Mlango ya huyu kijana yetu pande ile nyingine ile ya Tumi. Hapo kwa gate tulikuja kukuta sasa madawa kumbe ilikuwa imewekwa. Na hizi yetu hata saa hii iko.
Hizo madawa ziko hapo. Hata ukienda hapo unaangalia zinaonekana. Ziko hapo pale. Umesema wewe ndio unaishi hapa nyumbani, ndugu yako yeye hayuko. Wewe kama kijana wa hii boma, kuna visanga ambavyo umekuwa ukiviona maybe kwa watoto wenu? Ni mingi. Lakini hii ilifika siku yake. Ni mingi. Hatuwezi elezea tumalize. Tukianza kuelezea vile tumekuja hapa tukakaa hapa, ni mingi. Na kitambo mpaka papa yetu akuje kukufa, tumeona hapo mambo mingi. Lakini hiyo sasa hatuwezi kuyasema. Tutasema yale yalitendeka wakati huo. So in short tuseme kwamba mmekuwa mkiona visa ambavyo vinafanyika ili boma. Pengine mnafikiria kuna mambo na uchawi, lakini on the other side ninyi ni Wakristo, hatufai kuamini kwamba uchawi. Tunaona ni ya kusukumiwa, lakini sasa sisi pia hatuamini. Sisi ni watu tunaenda kanisa. Tunamjua Mungu. Na tukaona sasa mambo ya uchawi haipishani na Mungu. Na hata huyu kuja kupatikana hapa, hatutatumia dawa yoyote, ni maombi. Labda Mungu alitusikia maombi yetu na akajibu kupitia kwake. Tunaamini hivyo. Sasa kufikia sasa hivi, unaamini kwamba kuko na uchawi ama bado haujaamini kwamba uchawi upo? Nimeamini. Sasa si tumemzika. Tumemuona sasa, tumeelewa. Tunaamini saa hii kuna uchawi. Labda pengine kuna watazamaji wetu wako pale nje wanaendelea kututazama sasa hivi. Wewe ni kipi ungependa kuambia? Niko na uhakika kwamba kuna familia mingi sana zimesumbuliwa na visa kama hivi. Pengine wamepoteza tumaini, pengine wamepoteza wapendwa wao, kuna magonjwa yanawasumbua katika poma zao. Uko na lile jambo la kuwapa moyo lipi? Misho yangu ni kusema kwamba wao kwanza waamini kwa Mungu. Wasiamini mambo ya uchawi. Wachawi wako lakini hawana nguvu. Mungu ndiye ako na nguvu. Washiti kuomba sana. Wamkimbilie Yesu. Sababu yeye ndio njia peke yake. Siku hizi unaweza sema kuna wale waganga. Waganga pia ni kama wachawi. Wanaweza wakakukulia na bado mtu wako akufa. Sasa mimi nawahimiza warudi kanisani, wamuombe Mungu sana ndio wasaidike. Na waamini mchawi hana nguvu. Hiyo ndio naweza nikawaambia. Wow, amazing. So guys, tumeweza kusikia kutoka kwa familia pale mtandao. Niliona mko na maswali mingi sana. Familia wameweza kutuelezea. Nimeona wengine kuna swali watu wamekuwa wakiulizia, lakini natumai kwamba umelijibu. Kuna mtu niliona akisema, akiuliza, wewe umepata mtu ako uchi kwa nyumba yako, pengine alikuwa na akili, pengine kuna kitu imehappen, lakini wewe ushasema ni mchawi. Lakini I think the family mumejibu vizuri kile kitu kilifanya mpaka mkaamini kwamba huyu ni mchawi. So mara mingi tunasema kama watu wa media ni vizuri kufika kwa familia ili kuleta habari kutoka kwa familia yenyewe ndio tuweze kujua kwa ubana ama kwa kina. So kwa watazamaji wa Get a Point, Nyabende the President and Cyprian TV, nasema asante sana. Mungu awe nanyi. Na tumesikia kutoka kwa hawa mandugu wamesema kwamba tusiamini sana uchawi iko, lakini tuombe, tunajua kwamba ipo siku Mungu atatuonekania na atatushindania ama atatupigania kwa haya yote ambayo yanafanya nini, yanatendeka.